Yes, dada Fatma, karibu sana kwenye George Mshauri podcast. Asante, nashukuru. Leo nataka tuzungumze undani watu waweze kufahamu juu ya masuala ya sekta ya viwanda vidogo ndani ya nchi ya Tanzania. Hivi tunavyozungumzia juu ya sekta ya viwanda vidogo ndani ya Tanzania, tunamaanisha ni kitu gani na sekta ya viwanda vidogo inachukua vitu gani? Karibu sana. Kama unavyofahamu, kwenye Tanzania kwanza ni nchi ya kilimo. Na 80% ya wananchi wa Tanzania wanaishi vijijini. Kwa hiyo pia uchukue hesabu ya kwamba ajira za serikali ziko kiasi gani nchini Tanzania. Utajua kwamba sekta ya viwanda vidogo imebeba ajira kubwa sana Tanzania. Naweza kusema karibia 70% ya wananchi wa Tanzania wote kwenye viwanda vidogo. Kwa hiyo sekta ya viwanda vidogo imetoa mchango kwa sababu tunavyozungumzia jasiriamali ndogo, anza kuangalia maeneo ya vijijini, kuanzia mkulima anayefungasha mazao yake, dalali ambaye anauza au ananunua mazao, alafu uende kwa muuzaji wa sokoni ambaye kwenye magulio, uje uangalie maduka ya Mangi na Mpemba, uje uangalie maduka ya kisasa retail stores ambazo zinaanza, uangalie maduka ya kidijitali, uje uangalie masoko kama ya Kariakoo na mandhari mbalimbali ambazo zitakusababisha kwamba hizi ni biashara ndogo. Huu ndio ujasiriamali mdogo wa Tanzania. Kwa hiyo tunalishwa, tunaajiriwa na tunafundishwa na sekta ndogo ya viwanda katika muktadha tofauti. Wengine wakiwa katika upande wa madini, wengine wakiwa upande wa uvuvi, kilimo, biashara, uchukuzi, nemweni. Tanzania unaweza kukutana na kila aina ya biashara ndogo, lakini sasa hivi sekta ya usafirishaji mdogo na yenyewe pia kichukua nafasi kama maeneo pia ambayo ni value addition. Kwa hiyo jasiriamali ndogo zinakata cross industry ya uchumi zote tunazozifahamu. Ukiangalia jiografia ya uchumi wa Tanzania, kila kinachozalishwa Tanzania kinao wazalishaji wadogo na wengi ndio ambao unawakuta ni wanaosomesha watoto wao ndio wanaojenga vyuo, wao ndio walipa kodi wakubwa, wana mchango mkubwa sana katika nchi yetu. Kwa hiyo sekta ndogo ya viwanda vidogo inakata cross maeneo mbalimbali. Kutaka kuielewa sekta ndogo ya viwanda, unaweza pia kujiangalia wewe mwenyewe ulikotoka George. Umezaliwa wapi, umekutana na kina nani, na katika nyumbani kwenu nani ni mkulima, nani ni muuzaji, nani ambaye mpaka amekufikisha hapo ulipo. Kwa unaweza kaona na hapa tulipo katika content creation pia hapa ni kiwanda kidogo, kwa sababu tayari tumekutana zaidi ya watu 9 humo ndani. Ikiwa wewe ni interviews, lakini kuna ambao wanachukua cameras na ni kwa hiyo value addition inakwenda sana na sekta ndogo. Sekta ndogo ya viwanda iko katika zaidi add value au kuongeza thamani ya jambo fulani. Ndipo tunasema kwamba hii ni SME. Kwa hiyo ukiangalia sera za SME policy inakudefainia kabisa na imekupa category kuanzia micro ni nani, uje small industry ni nani, na uende mpaka ukute viwanda vikubwa vimeajiri kiasi gani. Tuanzie hapo. Hapo ndo patamu. Hivi sekta ya viwanda vidogo Kiingereza ndio inaitwa SME. Of course. Yes. Hebu tuanze kuwachambua. Micro ni wale wadogo kabisa. Yaani wadogo kabisa katika uchumi. Nataka nitumie lugha rahisi ili tuelewane. Na ukienda katika SME policy wamedefiniwa. Kuna wale ambao wanaajiri kuanzia mtu mmoja mpaka watu 5, 5 mpaka 50, 50 mpaka 100, na wengine sasa wanakuta ma-TBL hapa juu ambao wanaenda mpaka pengine wafanyakazi 2000, 3000. Kwa hiyo zote hizo ni category na picture ya viwanda. Definition na watu wengi ambao wanaielewa tofauti. Ndio maana alikupita waziri mmoja akasema ukiwa na cherehani ngapi? Cherehani moja ni kiwanda. Alikuwa anataka kuonyesha na mchango wa biashara ndogo. Watu wengi sana hawakuelewa, lakini waziri alielewa sana. Na ili trend sana. Alielewa sana kwa sababu unapoajiri watu wawili au watatu, wewe tayari una add value katika aina fulani ya uchumi ambao umeushikilia. Kwa hiyo utakuta zamani sana kabla sasa hivi at least katika tunakuwa na viwanda vyetu vidogo kwa muda mrefu. Zamani tuambia mtu unafanya nini, anakuambia mimi nipo tu. Kumbe ana genge. Ile ni ofisi. Ile ni biashara ndogo. Anatakiwa aithamini, aibrandi, aimarket na aitoe. Ukiwa tayari uko mahali popote, chochote ulichokishika sasa hivi, una mashine ya popcorn nje ya nyumba yako, wewe ni mwanakiwanda. Ala Sinza iende kwenye kona za maduka yote ya jiji la Dar es Salaam, wilaya zote yakaenea. Kwa hiyo utakuwa ni mzalishaji mkubwa wa popcorn Dar es Salaam, lakini umejibrand vipi? Kwa hiyo biashara ndogo zimekuwa. Wakati tunaanza masuala ya SME development Tanzania miaka nyuma kadhaa, historia ilikuwaje na mlitokea ilikuwaje sasa?
Tulikuta kuna mradi wa UNIDO wakati huo nikifanya kazi katika shirika la viwanda vidogo SIDO mwaka 2004 2005. Yes. Kipindi kile ndio maonyesho ya kwanza yanaanzishwa ya viwanda vidogo. Na shukuru Mungu kwamba nilihusika katika kudesign ile manyo ya exhibition. Yani exhibition unazoziona leo Tanzania zinazopita, sisi tulikuwa sehemu ya kutengeneza manyo. Tanzania ina nafasi moja katika wizara mbalimbali na katika idara mbalimbali za serikali. Panapotokea jambo jipya linatengenezwa mwongozo. Kwa hiyo mwongozo wa maonyesho ya viwanda vidogo nilikuwa sehemu, nikiwa na mama mmoja wa kizungu alikuwa anaitwa Mel Toffrey, na director wangu wa marketing ni Janet Minja, Mwenyezi Mungu ampe maisha marefu, bado yupo. Na mkurugenzi wetu wa kwanza kabisa alikuwa ni Mike Lizer. Ni SME guru expert mkubwa sana. Kwa kweli tulipata mentorship nzuri sana. Kikubwa alikuwa anasema kwa sababu shirika la viwanda vidogo lilikuwa na nafasi moja mpaka sasa hivi kazi yake ni kuzalisha wazalishaji wadogo. Kwa hiyo kuna department ya mafunzo, kuna department ya teknolojia, lakini sasa wakati wa marketing ambao ndio ulikuwa sisi kizazi kipya kabisa cha upande wa masoko cha SIDO, tufanye nini tutoe mafunzo ya SIDO yaende sokoni, ili tuje na manyo ya SME exhibition. Kwa hiyo tukairesearch, tukaitengeneza manyo ile ambayo mpaka leo nakumbuka framework kwamba dawati la kwanza wataanza wajasiriamali wa nguo, baadaye waje wa chakula, tuende kwenye watu wa nguo, tukitoka kwa chakula tuende kwenye watu wa vipuri, tumalize na watu wa madawa. Ile ikawa na maana kubwa sana. Kwa hiyo maonyesho yana standard, maonyesho madogo, na mpaka leo alhamdulillah bado yako yanaendelea. Kwa hiyo ile ni kama legacy tumeweza kuiacha katika taasisi kubwa ya SIDO. Sasa kupitia yale maeneo jasiriamali ndogo huwa zinakuwa na nchi inavyo grow mnaenda nayo. Kwa hiyo miaka kadhaa baadaye pakaja mradi mkubwa sana unaitwa SME Competitive Facility ambao ulikuwa unafanyika katika taasisi ya Tanzania Private Sector Foundation. TPSF. Okay. Sasa ikawa ni mradi ambao uko chini ya World Bank. Nikashiriki nikawa miongoni mwa watu ambao waliajiriwa katika ule mradi. Ule mradi ulikuwa unafungua fursa kubwa ambazo zimejengwa huko chini kupanda juu, kwa maana wajasiriamali sasa wanapata exposure, exhibition, waende nje ya nchi, watoke wakajifunze. Na pia walikuwa wanapewa tuseme mitaji, wanaongezewa mitaji. Kwa mara nyingi wanapomaliza kufundishwa huwa wanakuwa hawana mitaji ya kutosha kusukuma biashara zao. Kwa hiyo kupitia miradi ile ya zamani ya World Bank pale Tanzania Private Sector Foundation tukafanya vizuri. Watu wengi sana wakawa exposed. Kwa hiyo unakuta maduka sasa ya kisasa yanaanza kuja ambao ni supermarket. Nakumbuka wakati ule mwaka 2012 yalikuja maduka ya Shoprite na Nakumatt. Baadaye changamoto ndiko ikatokea pale kwamba inakuwaje bidhaa nyingi zinazouzwa katika haya maduka za nje ni za nje. Asilimia 95 zilikuwa zinatoka South Africa na biashara za Tanzania hazipo. Kitu gani kina miss? Nakumbuka ilikuwa neno inaitwa catalyst. Jambo gani lina miss ili biashara za Tanzania ziingizwe katika supermarket? Imekosekana mfumo wa barcode. Tukaingia kwenye research nyingine. Tukafanya utafiti na nashukuru chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara. By then nani anaongoza? By then kuna katibu mkuu pale alikuwa anaitwa Joyce Mapunjo, mpaka leo yupo alhamdulillah. Na watu wengine ambao walikuwa ni taasisi ya TIRDO chini ya Director General Nanyaro. Mimi nikiwa bado najifunza kazi, lakini nimeiva nikatokea Tanzania Private Sector Foundation. Tukaendelea kujifunza na kutafiti mpaka undwa kamati kubwa ya kitaifa ambayo ilikuwa na wajumbe mbalimbali, taasisi zote za sekta binafsi, na hatimaye ikaja ikatafutwa taasisi ikaitwa GS1 Tanzania, ambayo nimedumu kutoa nafasi ya usajili wa kielektroniki barcode, ili zile bidhaa zote tulizotoka nazo huko SIDO tukaenda nazo TPSF tunaziingiza sokoni. Kwa hiyo nimekuwa kama taa inayoangalia mabadiliko makubwa sana ya nchi yetu inapokuja masuala ya biashara ndogo. Na wananiita SME expert. Kwa kweli nimebobea katika jasiriamali ndogo, viwanda vidogo, na navipenda. Na sekta nimeviisha na sekta kwa ujumla. Sawa. Hapo nataka turudi nyuma kidogo. Na kwa sababu umekuepo katika masuala ya ujasiriamali kwa takriban miaka 15 sasa hivi, si ndio? Nataka turudi nyuma tuangalie picha ya namna ambavyo wajasiriamali kwa nchi yetu ya Tanzania wanavyotazamwa. Support katika upande wa serikali katika masuala kama hususan masuala kama ya sera, namna gani serikali inawaangalia katika masuala ya empowerment na vitu kama hivyo. Alafu baadaye ndio tutaenda katika urasimishaji kupitia ile barcode ya GS1.
Kwanza mimi pia niseme tu kabisa, mimi ambaye nimekaa kwenye mifumo upande wa sekta binafsi na upande wa serikali. Yes. The government is doing a lot. Yaani serikali ya Tanzania inafanya mambo mengi sana. Yes. Pool kubwa kwa wajasiriamali wenyewe kuelewa na kutafsiri fursa ambazo government inazitoa.